Okay, karibu tena mtazamaji wa Achoose Mapenzi katika darasa jipya, na leo darasani nimeandaa darasa ambalo mahususi kwa sababu ya wanawake. Kwa nini wanawake? Kwa sababu wanaume wengi ili tuenjoy, sababu ya kuenjoy kwenye mapenzi ni wanawake. Hivyo leo tutaangalia aina ya miguno ambayo angalau mwanamke ukiwa unafanya mapenzi, basi hata kama hauwezi vitu 5, 6, 7, basi angalau hata kitu kimoja uwe unakiweza. Kwa sababu tukisema miguno katika swala la kufanya mapenzi tia gani? Niite Mjumbe Taila Chizi wa Mapenzi. Katika Instagram unaweza ukani follow kwa Mjumbe_Taila Chizi wa Mapenzi. Alkadhalika hata Facebook pia unaweza ukanifuata katika jina hilo hilo la Mjumbe_Taila Chizi wa Mapenzi. Alkadhalika kwenye Twitter pia napatikana katika jina hilo hilo Mjumbe_Taila Chizi wa Mapenzi. Hivyo basi moja kwa moja twende zetu darasani. Kwa nini leo tumeamua kuleta darasa ambalo linahusisha miguno wakati wa kufanya mapenzi? Kwa sababu wanawake wengi ni wanawake ambao wamekuwa bored sana kwa wanaume. Mwanaume akifanya mapenzi anatamani kusikia kitu gani ambacho mwanamke anafeel kwa wakati ule. Mwanamke anapokea kitu gani wakati mwanaume anapokuwa ameingiza mboo kwenye kuma ya mwanamke. Sasa unakuta mwanamke mwingine anakuwa amenyamaza kimya, ni kitu ambacho kinakata mood, kinakata nyege na kinakuwa yani katika mwili wa mwanaume anakatika nyege. Sasa kama ukiwa ni mwanamke, basi ni aina gani ya miguno at least ambayo unaweza ukaitoa kwa mwanaume wako? Aina ya kwanza miguno ambayo unaweza ukaitoa kwa mwanaume wako ni mihemo. Kuna aina tofauti za mihemo wakati unafanya mapenzi. Japo kuna watu wakati wanafanya mapenzi especially wanawake, unakuta kwamba kuna mihemo ambao wana hema ambayo sio rasmi katika swala la kufanya mapenzi. Assume kwamba mwanamke unafanya mapenzi alafu unahema unakuta huu sio mhemo rasmi katika kufanya mapenzi. Unaona? Kuna ile mihemo ya taratibu ambayo inaweza ikamfanya kwamba mwanaume akareact kulingana na kile ambacho vile ambavyo uume unaingia katika uke wa mwanamke. Mfano, mwanamke unakuwa una hema taratibu ile hii ni mihemo ama pumzi ambazo zinaweza zikamfanya mwanaume akaendelea kupata stimu katika kufanya mapenzi. Unakuta kuna wanawake ambao wana fujo katika kufanya mapenzi. Unakuta kuna kelele za mapenzi ambazo haziumizi, lakini unakuta mwanamke anapiga kelele kiasi kwamba mpaka inakuwa bored kwa mwanaume. Lakini kuna ile kelele ambayo inaweza ikamfanya kwamba mwanaume yani wakati mnafanya mapenzi ana enjoy, unakuta kwamba wakati anaendelea kutumbukiza ubao wake. Sasa zile kelele za mapenzi ambazo unazipiga mpaka majirani wanasikia, hizi sio kelele za mapenzi. Kelele za mapenzi ambazo zenye kuleta ladha na mvuto katika kufanya mapenzi ni zile kelele za taratibu kiasi kwamba mpaka mtu asogee karibu kabisa ndo jue kwamba huko ndani kuna watu wanafanya nini? Wanafanya mapenzi. Kuna zile kelele ambazo za kugugumia, wakati mwingine ni kelele ambazo zinaweza zikakusababisha kwamba ukawa unaongea taratibu, lakini sio zile kelele za kupiga kama vile mtu aliyepewa taarifa ya msiba au watu mpo klabu mnaongea. Hizo sio kelele. Kelele ni zile za taratibu. Sasa mwanamke unatakiwa kuwa ndo dereva wa kuendesha
mapenzi katika swala zima la kufanya mapenzi. Kwa hiyo unakuta kwamba unapokuwa na kelele ambazo ziko bored, kelele zisizokuwa na mvuto, unakuta mara nyingi wanaume ni watu wa kuleta mrejesho. Unakuta mwanaume anasema kwamba mwanamke gani ana makelele sana, anapiga kelele kama vile, umeona, yani ana makelele sana, umeona. Kitu kingine ambacho nacho kinaingia katika aina ya miguno ni kilio. Hii inaweza ikamsaidia hasa mwanaume, kwa sababu mara nyingi nimekutana na maswali kwamba wanaume wanauliza kwamba vipi wakati ninapokuwa natumbana na mwanamke alafu nakuta kwamba mwanamke analia. Sasa hapa ni kwamba anakuwa anaumia au inakuwa ni nini? Kwa hiyo hapa unachotakiwa kufanya, kuna reaction za namna mbili. Kuna kulia kwa aina mbili. Kwa hiyo mwanaume unatakiwa uchezeshe sana akili yako hapa ili kugundua kwamba ni kilio gani kinachomaanisha. Unakuta kuna mwanamke unakuta analia, yani kiasi kwamba ukiangalia uso wake unaonyesha kwamba ni uso wenye furaha. Analia, machozi yanamtoka. Unakuta analia huku anakukumbatia. Analia ni kiasi kwamba aoni kwamba kuna mwanaume mwingine zaidi yako wewe. Kwa hiyo unakuta kwamba analia huku anaendelea kukukumbatia, kwa maana kwamba huyu ni mtu ambaye analia kilio cha furaha, kwa maana mapenzi yamemzidia. Yaani kuna hali ambayo huwa inakujaga mwanamke akifanya mapenzi anaenjoy sana, yani unakuta hajui ni kitu gani ambacho anaweza kufanya. Kwa unaweza kukuta kwamba akawa anatoa miguno ya kulia pasipo yeye mwenyewe kujua kwamba hapa sasa ninalia. Kuna aina nyingine ya miguno ambayo mwanamke analia. Wakati mwingine mwanaume unaweza usijue kwamba mwanamke analia kwa maana anaumia. Unakuta mwanamke analia alafu anakupush, umeona. Kwa hiyo mwanaume unatakiwa kusoma kwamba katika aina za miguno, akiwa analia kilio cha kufurahia mboo kikoje na kilio cha kuumia kikoje, kwa sababu wakati analia huku anaumia unakuta kwamba analia huku anakupush, umeona. Pia aina nyingine za miguno mbalimbali wakati wa kufanya mapenzi, kuna aina ya miguno ya kunong'oneza. Hii kunong'oneza inakuaje? Unakuta wakati mnafanya mapenzi, unakuta mwanamke anakuwa hapigi kelele wala mwanamke halii, lakini unakuta ni mwanamke ambaye anaongea katika sikio lako taratibu. Unakuta mfano anaweza akasema kwamba baby na enjoy, baby niongeze, baby unanifikisha. Kwa unakuta kwamba hii pia ni milio ambayo inaweza ikawa inatokea katika swala zima la kufanya mapenzi. Kwa hiyo mwanaume unatakiwa kuzingatia hiyo, kuangalia kwamba ni mguno wa namna gani ambao unatoka na mguno wa namna gani ambao unamaanisha kwamba huyu mwanamke anaenjoy, na mguno wa namna gani ambao unamaanisha kwamba huyu mwanamke anaumia.